Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni sana. Ziara ya madrasa yazinduliwa rasmi Boa Matopeni, wadi ya Wang'ombeni, chini ya mpango wa Lavish Heart TV mguso wa jamii kupitia Lavish Heart Youth Initiative Agenda Organization kwa ushirikiano wa marafiki wa Lavish Heart TV pamoja na ndugu zetu Waislamu. Ziara maalum ya madrasa imezinduliwa rasmi ikitarajiwa kudumu kwa kipindi cha miezi 6. Alaikum ahadan fa'atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim. Allaha yuhibbul muttaqin. Tukio la kwanza la ziara hiyo limefanyika katika Madrasatul Munawwar iliyopo Boa Matopeni ndani ya wadi ya Wang'ombeni. Ziara hii ya heri inalenga kuimarisha maadili ya kidini, kukuza elimu ya Qur'an na kuchangia katika ujenzi wa jamii yenye amani, mshikamano na hofu ya Mungu. زلح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. Subhanallah wa ta'ala kwa kutujalia sote tukawa hapa, sio werevu wetu wala sio nguvu zetu, bali ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema watawaso bil haqi watawaso bisabr, tuwenye kuhusiana haki na tuwe wenye subra. Subra ni mlango mkubwa sana ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Wewe huwe na kila kitu, lakini kama subra huna, basi uwe umekuwa katika miongoni mwa wale ambao wametoka katika fungu la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi tunaomba Mwenyezi Mungu kwa kutujalia na kuwa hapa. Mimi sina zaidi ila zaidi Mwenyezi Mungu atatujalia tukiwa hapa pamoja na tujenge Uislamu tukiwa sote pamoja. Waandaaji wa mpango huu wanasema uamuzi wa kuanzisha ziara hiyo umetokana na ongezeko la changamoto za kiusalama katika jamii, hali inayodai jamii kurejea katika misingi ya dini na maadili mema. Kwa mujibu wa waandaaji, kama jamii tumefika wakati wa kujitathmini na kujiuliza iwapo tumepuuza mafundisho ya Mwenyezi Mungu yanayotuhimiza kuishi kwa amani, heshima na mshikamano. Wanasema suluhu ya kudumu ya changamoto za kijamii inaanzia katika kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kuomba msamaha na kuhuisha mafunzo ya Qur'ani. محمد خير داعي ومرشد وعلى آله وصحبه أسقى الأذكياء وموحد. Kile kitu ambacho ustadhat na walimu wengine mnakifanya kizuri kuweza kuhakikisha kwamba vizazi vyetu vijana walio hapa, walio wadogo, wanapata mafunzo ambao kwamba mafunzo haya yatawasaidia katika dini, wanafaa kuishi na watu, lakini pia yataweza kuwajenga katika kifikra, kujua haswa chimbuko lao, wametoka wapi, wanaenda wapi, expectations ambazo dunia iko nayo kwao ni zipi, lakini pia baada ya maisha ulimwenguni nini ambacho kinawasubiri. Na niseme walioweza kuyazungumza watoto hawa ni kielelezo tosha kuelezea kwamba ni nini kinaendelea nyuma ya zile kuta ambapo kwamba zimejengwa tukaziita madarasa. Kwa hivyo ikiwa yale madarasa kilichoshuhudiwa hapa ndio mambo yanayoendelea kule, then ni kongole kubwa sana kwa yule kiongozi ambaye ni mwalimu aliye pale nyuma kuweza kupata fursa tukamwamini na watoto na kuweza kuonyesha umahiri wake kupitia vile vichwa vya watoto ambao kwamba mfano wake ni memory card, zimekuja hazina kitu na saizi zinakuwa na information ambayo
tumefurahia. Kwa mujibu wa waandaaji, kama jamii tumefika wakati wa kujitathmini na kujiuliza iwapo tumepuuza mafundisho ya Mwenyezi Mungu yanayotuhimiza kuishi kwa amani, heshima na mshikamano. Wanasema suluhu ya kudumu ya changamoto za kijamii inaanzia katika kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kuomba msamaha na kufunza mafunzo ya Qur'ani katika maisha ya kila siku. Mpango huu umeelezwa kuwa sehemu ya sadaka tujaria, sadaka endelevu inayomletea Muislamu thawabu zinazoendelea hata baada ya kufariki. Katika Uislamu, binadamu anatambuliwa kama khalifa, yaani msimamizi wa ardhi, na atakuwa mwenye kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu kuhusu mchango wake katika kuijenga au kuibomoa jamii. Na kupitia information ambayo watu wameweza kuitoa hapa ni confirmation kwamba ni ukweli. Sisi kama binadamu tuna jukumu kwa Mwenyezi Mungu. Naweza kuwaomba wazazi wangu tusichoke kushirikiana katika kuweza kufanya vijana wetu waweze kuwa ni wema, kwa sababu naamini Qur'an ikiweza kufuatiliwa vyema, wakiweza kuihifadhi vizuri, wakijua nyenzo za mitume, walifaa kufanya nini, walifaa kushika nini, walifaa kuemulate kitu gani, itawajenga na uhalifu ambao uko katika maeneo yetu wa Ngombeni, hususan maeneo ya Kombani na huku Boa imekuwa ni changamoto. Kupitia kuunga mkono madrasa, elimu ya dini na malezi ya vijana, washiriki wa ziara hii wanapanda mbegu za heri zitakazochangia amani na uongofu kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Ziara hii pia inalenga kuandika upya simulizi ya vijana wa Ngombeni ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakihusishwa na taswira hasi na majina ya maumivu kama vile Panga Boys, Chafu, Wakali Wao na Wakali Kwanza. Waandaaji wanasema taswira hiyo imekuwa mzigo mkubwa kwa wazazi na jamii, hasa ikizingatiwa kuwa vijana hawa hawana nguvu, vipaji na ndoto. Kupitia Qur'an, malezi na maadili na uelekezi sahihi, wanasisitiza kuwa vijana hao wanaweza kubadilika na kuwa mabalozi wa amani, nidhamu na maendeleo. So hawa vijana ambao tunawalea wakiweza pata mafunzo mazuri, wakiweza kuunderstand dunia ina expect nini, then definitely watakuwa vijana wazuri leo katika matumizi yao ya kidunia, lakini pia baada ya kesho kwa Mwenyezi Mungu watakuwa na ufahamu wa kwenda kujibu maswali ambayo Mungu ametuleta katika ulimwengu huu. Hamadi Tenguri ni kijana, Hamadi Tenguri ni mwanabiashara, lakini pia niko na media house ambayo inaitwa Lavish Heart TV. Wala ambao mko TikTok, Facebook, Instagram, mkifuata Lavish Heart TV ama ukifuata Hamadi Tenguri, kuna mambo mengi sana ambayo utayaona yatakufunza kuhusu Hamadi. Qur'an imetajwa kuwa ni tiba, shifa, si kwa magonjwa ya moyo pekee, bali pia kwa jamii nzima. Mafundisho yake yanatajwa kuponya chuki, hasira, upotofu, huku yakijenga subira, heshima na haki. Waandaaji wanasema Qur'an inapopewa nafasi katika malezi ya watoto na vijana huwa ngao madhubuti dhidi ya uhalifu na upotevu wa maadili. Lavish Heart TV imetoa wito kwa waumini wote na watu wenye mapenzi mema kwa binadamu kuunga mkono mpango huu na kuwa sehemu ya mabadiliko yanayolenga kurejesha matumaini, kuimarisha maadili na kulinda kizazi kijacho. Mpango wa mguso wa jamii wa Lavish Heart unaoongozwa na mkurugenzi mtendaji Hamadi Tenguri unaendelea kulenga kuamsha dhamira ya kijamii, kuponya nyufa za maadili na kuijenga Ngombeni yenye amani, imani na mustakabali bora. Kwa hivyo mimi niwaambie tu, kuna siku specific ambayo nitakuja hapa Boa tena, nitaitisha mkutano vile mmekuja, tuje tuambizane exactly ni nini tunafaa kufanya. Kutoka Lavish Heart TV, sauti ya jamii, mwanga wa mabadiliko. Mimi ni Rehema Langaso. Asanteni kwa kutazama.
Lavish Hat TV ndo TV yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki. Believe you guys are going to fuck, kwa sababu nimeona mna experience na masuala mnayouliza, yani everything is perfect. Lavish Hat TV ndo TV yako ya online kwa uhondo wa burudani na matukio ya kimuziki. Yo, this is King Kaka and you're watching Lavish Hat TV. Keep it locked. Hey yo, what up, it's your boy Khalid Rap Jones, rapping the 254, straight out of the 196D. Right about now, you checking me out in the flesh, and you know who I'm rocking with, Lavish Hat TV, and this is the CEO right here, as you can see. So respect the OGs, respect Lavish Hat TV, respect